Habari ya leo wapendwa wasikilizaji na watazamaji wetu wa channel yetu ya Afya Doctors. Leo hii nakuja kuzungumzia kuhusiana na jinsi ya kufahamu siku za kupata mimba kwa kuangalia mzunguko wa hedhi. Mimi naitwa Dr. Chale, daktari bingwa magonjwa kina mama na uzazi, na tunapozungumzia siku za kupata mimba maana yake tunazungumzia kuhusiana na mwanamke kushika ujauzito, lakini kikubwa tunapozungumzia kushika ujauzito lazima tujue mzunguko wa hedhi ukoje. Mzunguko wa hedhi kwa kawaida kwa mwanamke uko ule ambao unapevusha mayai na ule ambao haupevushi mayai. Sasa ili kufahamu siku za kupata mimba ni vizuri ukafahamu mzunguko wako kama unapevusha mayai. Tunasema mzunguko unapevusha mayai ni ule ambao mwanamke anapata ute wa uzazi. Na ute wa uzazi uko aina tatu, kuna ute mwepesi, ute wa kuvutika pamoja na ute mzito. Kwa sasa kwa kawaida mzunguko wa hedhi kitaalamu tunasema ni kuanzia siku 22 mpaka siku 35. Na hizi siku tunazigawa katika mizunguko midogo mitatu. Kuna mzunguko mfupi ambao ni siku 22 mpaka siku 27. Tuna mzunguko wa kawaida ambao ni siku 28 mpaka siku 30, lakini pia tuna mzunguko mrefu ambao ni siku 31 mpaka 35. Asilimia 50 ya wanawake wana mzunguko wa kawaida wa siku 28 mpaka siku 30, na asilimia 50 ya wanawake wanagawa na mzunguko mfupi na mrefu. Kwa hiyo wanawake wengi wanakuwa na mzunguko wa kawaida wa siku 28 mpaka siku 30, lakini vizuri kila mwanamke akafahamu mzunguko wake. Sio kila mtu, tukisema hivi sio maana wote wanawake wote wana mzunguko wa kawaida. Kwa hiyo sasa, ili jinsi ya kufahamu mzunguko inachotakiwa ujue wastani wa mzunguko. Kwa hiyo ili kujua wastani wa mzunguko inabidi utumie kalenda. Ni vizuri kila mmoja akawa na kalenda ya ukutani, unaweka mabadiliko ambayo yanatokea katika mzunguko wako. Na jinsi ya kuhesabu mzunguko, unahesabu siku ya kwanza ni ile siku uliona damu katika mwezi uliopita, na siku ya mwisho ni damu uliona katika mzunguko unaofuata. Kwa mfano, mwezi uliopita ulianza kubleed tarehe 5, mwezi huu umeanza kubleed tarehe 10. Kwa unahesabu kwenye kalenda kutoka tarehe 5 mpaka tarehe 9, kwa sababu tarehe 10 unaanza mzunguko mwingine. Kwa zile idadi za siku ndo unazihesabu kwenye kalenda. Kwa nini tunatumia kalenda? Kwa sababu siku zinatofautiana. Kuna kalenda ambayo ina siku 30, 31 na nyingine 28 au 29. Kwa ndio maana inatupasa tutumie kalenda. Kwa hiyo kila mwezi unaandika. Kwa mfano mwezi fulani labda katika kuhesabu ulienda siku 28, andika. Mwezi mwingine labda ulienda siku 32, andika. Mwezi mwingine labda ulienda siku 22, andika. Baadaye unachukua ile siku 28 jumlisha 22 jumlisha 30 unagawanya kwa 3, unapata wastani. Na inatakiwa angalau basi mwanamke ahesabu wastani minimum au kiwango cha chini mizunguko mitatu na kiwango cha juu mizunguko 12 au ambayo ni ya mwezi mzima. Kwa hiyo hivyo ndio jinsi ya kuhesabu mzunguko. Ule wastani unaopata unasimamia hapo. Kwa ukipata wastani wa mzunguko wako siku 28, 29 au 30 tunasema mzunguko wako ni wa kawaida. Ukipata wastani siku 22 mpaka labda 22, 23, 24, 25, 26 mpaka 27 tunasema mzunguko wako ni mfupi. Lakini ukipata wastani siku 31, 32 mpaka 35 tunasema mzunguko wako ni mrefu. Kwa hiyo hivyo ndio jinsi ya kufahamu mzunguko. Kwa ukipata wastani wako wa mzunguko ndio unakusaidia wewe kujua siku za kupata mimba au siku za kuepuka kupata mimba. Kwa sababu ili kama utaki kutumia njia uzazi wa mpango hizi za kisasa, basi unatumia kalenda ujue siku za kuepuka kupata mimba. Kwa hiyo sasa katika mzunguko wa hedhi kwa kawaida tuna vipindi vitatu. Kuna kipindi cha damu, kuna kipindi cha mwili wa mama kujiandaa na kipindi cha tunasema kipindi cha upevushaji. Sasa kwa kawaida siku za damu wastani ni siku 7, siku za kupevusha mayai wastani 7, lakini siku za mwili wa mama kujiandaa tunasema ni siku 14. Hizi huwa zibadiliki kwa mwanamke yote yule. Kwa hiyo ili kujua siku za kupata mimba inachotakiwa kufanya ni kwamba chukua wastani wa mzunguko wako tu wa 14. Namba unayopata tunasema ndio siku ambayo unatumia katika kujua siku ya kupata mimba kwa kupata mimba. Kwa mfano, wastani wa mzunguko wako ni siku 28. Chukua 28 toa 14 unapata 14. Ili kujua siku ya kupata mimba unachukua 14 unatoa 3 na 14 unajumlisha 3. Kwa unajikuta kuanzia siku ya 11 mpaka siku ya 17 unaweza kupata ujauzito. Kwa hiyo ndio jinsi ya kuhesabu. Kwa tunaposema siku ya 11 mpaka siku ya 17 maana yake siku ya kwanza ni ile uliyoona damu. Haijalishi umebleed siku ngapi. Lakini kwa kawaida mwanamke anatakiwa bleed kati ya siku 3 mpaka siku 7. Ukienda chini ya siku 3 ni matatizo na ukienda zaidi ya siku 7 ni matatizo. Kwa hivyo ndio jinsi ya kuhesabu mzunguko. Kwa hiyo sasa unaangalia mzunguko wako ni wastani wa mzunguko wako. Kwa ukishapiga mahesabu ndio unaweza kujua siku za kupata mimba au siku za kuepuka kupata mimba au wengine wanasema siku za hatari. Kwa hiyo katika makala inayofuata tena tutakuja kuzungumzia jinsi gani ya kupangilia jinsia ya mtoto unayemtaka, unataka mtoto wa kiume au mtoto wa kike. Na katika mzunguko wa hedhi hakikisha unafuatilia vizuri, na katika kuhesabu siku za kupata mimba, kuepuka kupata mimba, basi ni vyema ukamshirikisha na mwenza wako ili kujua vizuri na kuweza kupangilia
na kama nilivyosema, tutumie kalenda ya ukutani, usitumie simu, kwa sababu simu wakati mwingine inaweza kapotea, mwisho wa siku hujui mzunguko wako. Nashukuru kwa usikivu. Kwa maoni au swali lolote, basi tuwasiliane kwa njia ya WhatsApp ya namba 0713 35 0084. Naitwa Dr. Chale, daktari bingwa magonjwa ya kina mama na uzazi. Asante kwa usikivu, na usikose kusubscribe channel yetu ili uweze kuendelea kupata taarifa mbalimbali kuhusiana na masuala ya afya.